kiumia githiru tabarĩra-inĩ ya reke tũruge tuonirio kũruga kamũkimo kega, creamed spinach, beef wet fry na pineapple juice. Ũmũthĩ naguo tũkuonio kũruga wirorere tumenye maingĩ megiĩ kũruga tabarĩra-inĩ ya reke tũruge. Sasa ini ya kupika ama ni ya kukula? Tunapika ama tunakula? Yote mawili. Yote mbili? Mawili. Tukule alafu tupike. Mwiroreri muthenya ni wakinya ni Saturday ni themwe na nuthu na tugacokia ngatho cia mwanya muno ni gukorwo wi hamwe na ithuĩ kuma rucine o nginya thaa ici utuku, na ihinda nĩ rĩakinya rĩrĩa tũgũthiĩ na mbere gũbundithia megiĩ ũrugi witũ. Na ũmũthĩ ngona nĩ tũharĩirie indo nyingĩ mũno cia mwanya na nĩ tũgũkorwo tũkĩruta maingĩ mũno megiĩ ũhoro ũyũ. Rĩu rĩ ririkana twĩ station-inĩ yaku wendete mũno ya Gĩkũyũ Television, na ĩno nĩ show ĩrĩa wendete mũno ĩtagwo Reke Tũruge. Twĩ hamwe na niĩ Chef Tabi na Chef Devi. Yes. Uko busy sana. Na twĩ haha Kĩgwa Conference Hotel, ndũkariganĩrwo haha Kiambu bypass. Ũngĩoka hau ũkinye hau bypass ĩyo rĩ nĩ ũkuona hau Kĩgwa Conference Hotel nĩho tũrĩ. Na ũmũthĩ rĩ tũgũkorwo tũkĩharĩria kĩ Chef? Yes. Leo tunatayarisha nini? Ni Saturday. 7:30 imefika. Kitambo. Umeconfirm? Nimeconfirm. Ama umeona kuku sasa mnaona ianze mapema, si ndio? Maji leo tuko na kuku. Yeah? Chicken. Ingoho. Okay. For the menu today, tuko na chicken wet fry. Okay. Na tuko na kebab. Na leo tunataka msome sana jinsi ya kutengeneza kebab. Ndio mara mingi watu wakisikia kebab, nipelekwe out, nunuliwe kebab. Hivi tunaweza jitengeneza kwa nyumba wewe mwenyewe. Badala ya kubother someone, lazima upige mpaka town ndio kule kebab. Sasa leo tunataka tuwasaidie sana jinsi unaweza tengeneza a very good homemade kebab. Apart from kebab, tuko na ugali. Unaweza ona unga yetu hapa. Leo ni kuku kwa ugali. Na tunatengeneza pia tuko na vegetable salad. Actually leo tutaki kuwapatia vegetable. Si lazima kila wakati vegetable. Kuna vinaweza tengeneza salad kama vegetable. It's made up of vegetables. Vegetable ingredients. You see? Sasa kwa leo tuko na kebab, tuko na chicken wet fry, tuko na ugali, na tuko na salad. Homemade, just a simple homemade salad of vegetables. Yes, na kwa ingredients tuko na minced meat. Hapa hii tutatumia kutengeneza kebab. Tuko na onion. Unajua kebab inatakana onion mingi. Ndio hiyo. Tutatumia onion na pia onion tutatumia kwa chicken. Tuko na kuku yetu hapa. Chicken mzima. Yes, it is here. Tuko na maize flour. Hii unga ni ya mahindi. Tuko na dania, tazamaji, na dania. Tuko na paste. Kwa tunatengeneza ginger na garlic pamoja. Tunatengeneza paste. Tuko nayo hapa. Then tuko na garam masala. Garam masala iko hapa. Hiyo tunatumia kutengeneza kebab. Tuko na dark soy sauce. Mnajua dark soy sauce tunatumia mostly kwa seasoning ama marination. Na ujue seasoning ni chakula ya kutengeneza kama stew, wet stew, wet fry ama stew. Tunaita seasoning. Lakini kama ile ya grill, maybe nyama choma ama partially grilled, hiyo tunaita marination. Tuko na mayai hapa, yote tutatumia kwa kebab. Tuko na mafuta ya kupika, si mafuta taa. Karibu ulimieleza, right? Tuko na green pepper, pilipili hoho. Tuko na tomato. Tuko na rosemary. Si huyu ni rosemary wa kupika. The name is so delicious. Mpaka kwa chakula. Nakwambia. Hata unaonanga sura yenyewe ya kuvutia. Whoever will get rosemary will get a good food.
Yani rosemary. Okay. Be specific. Okay. Tuko na tomato puree. Here. Yeah. Tuko na breadcrumbs. Zote tutatumia kutengeneza kebab. By the way, mtazamaji, kebab tutatumia ingredients mingi sana. Like hapa 3/4 tutatumia kutengeneza kebab. But uzuri ziko available kila mahali. Yes, there are ingredients unaweza pata anywhere in the market. Yeah. Na pia kama umekuwa unatupata kwa makini sana. Sasa tumia spices, hatupendi spices sana. That's why tunatumia natural. Yeah. Hata hii garam masala ukiangalia ni leaves tu na just natural ingredients ambazo zimesiagwa. But ni peke yake. That's all it is. So what I can say is welcome mtazamaji. Enjoy the show. You've been enjoying it. Today is just another Sunday, another Saturday. Yes. Tomorrow is Sunday. Tomorrow is Sunday. Yes. Right? Yeah. We are so happy. Because we are giving the best. Yeah. By the way, kebab is a big challenge to many people. Watu wanafikiria like ndio ukule kebab lazima uende hoteli kubwa ama uende kwa shop ndio upate hizi vitu, but you can just make it at home. It's very simple. Tutaonyesha hiyo process na mtafurahia. You'll be making kebabs kwa nyumba. Watoto watafurahia. And hii process, by the way, when I'm making kebab kwangu huwa na involve watoto wangu sana, kwa sababu wanapenda sana hiyo kuchanganya, alafu sasa wanakuobserve vile unafanya na unajua ikitoka kwa moto wao ndio wa kuonja. Unaelewa? So you can also involve watoto like children like mother. Yes. Lazima you train them in your footsteps. If they want to change later, no problem. If they want to join you, well and good. Unajua kuna kitu kingine siku hizi funny sana. Wasichana wataki kujua kupika. It's like especially even college students kwa hostels. Si wamezoea tu like kupikiwa na house girl kwa nyumba. Unapata mtu akona house girl, kazi yake ni kupikia mpaka kuku, mpaka duki. Hakuna siku yenye mtoto atajua kupika. Mama wa nyumba mwenyewe hata hakuna siku kucha zake zinatoshana na hii panga, unaona? Azitai hata pika. So welcome please to the kitchen. That was just introduction. Yes. Thank you so much. Tuingie jikoni tuanze kupika. Si ndio? Alright. Now, tunaanza na kebab. Na kebab inakuanga na two main processes. Process ya kwanza ni ya kuchanganya. In fact there are three. Process ya kwanza ni ya kuchanganya. Seasoning. Ya pili ni ya ku make the shapes, kutengeneza hizo shapes, na ya tatu ni ya ku deep fry, sasa kupika yenyewe. So wakati kuchanganya, it's just seasoning the meat. Yes. So what I usually use is I use garlic and ginger. Naweka kiasi. Chef, utanisaidia kijiko kidogo ya. We'll use that. Tutatumia chumvi kidogo tu, hatutaweka mingi. Tutatumia soy sauce. Soy sauce tutatumia mingi. Umeweka? Bado niweke tafadhali. Hii imetosha. Kisha tutatumia garam masala. Niongeze. Kuchanganya vizuri. Kisha tutaweka vitunguu. Kumbuka hizi zote ni za kupatia hii nyama yetu ladha. Lazima ikuwe na ladha ile mzuri sana. Kumbuka kebab tunatumia kitunguu mingi sana. Inafanya kebab isikuwe dry. Unaelewa? Like wakati umepika hiyo nyama haitakuwa that dry. Itakuwa na hiyo moisture ya kitunguu. Kisha tutaweka dania. Nyama yetu sasa inaanza kuchukua ile
color. Ni color ama ni texture. Texture, yes. The texture and the shape. Yeah. Na alafu tutaweka breadcrumbs kidogo. Breadcrumbs zinasaidia ile kushikanisha. Kushikanisha nyama, na pia wakati unapika kuna ile color inaongeza color. Changanya vizuri. Uhakikishe imesikika vizuri, zimeshikana zote vizuri. So nyama yako inafaa kuwa nakaa hivi like imeshikana, haiachani. Sawa. Sasa ikiwa hivyo, hiyo ni process ya kwanza. Kama hauna haraka unaweza iacha ikae kwa fridge ama ikae kama dakika 10 hivi ama 15, ndio ile ladha iweze. Na pia kama una fridge unaweza acha tu unaifunika vizuri, unaweza acha tu mahali tulie. Lazima fridge. Unaweza acha tu mahali tulie. Sasa mtazamaji, kuna main ingredients zenye unafaa ukue nazo kutengeneza kebab. Kwa stage 1 which is called a seasoning stage. Unafaa kuwa na onions, unafaa kutumia onions mingi, unafaa kuwa na dania, garam masala, soy sauce, na the minced meat. Yes, na minced meat itself. Na salt, chumvi tunaitaka juu ya ladha. Ujue soy sauce ni ya color, darken kidogo, iwe brown kidogo. Yes, na ujue breadcrumbs ni ya kushikana, inasaidia kushikana. Na kama una breadcrumbs unaweza weka yai moja. Ama kuna nyama ingine ambayo ukisiaga inakuanga imeshikana by itself. So si lazima uweke, na pia usiweke breadcrumbs mingi. Ukiweka mingi nyama huwa inakaa inashikana sana. Kama unakula unga. Exactly. Inakuwa texture yake ni mbaya. Umetumia hata 1 spoon, umetumia half tablespoon. Kidogo tu. So nyama yako imeshashikana, iko sawa kabisa. Sasa the next step ni kumake hizo shapes. Kebab yenyewe inakuanga usipike nono sana, kwa sababu ukiweka nono sana haitaiva vizuri ndani. Kumbuka hatuja pre-cook nyama yetu, so the meat is still very raw na ina need cook through vizuri sana. So ukiweka mnono sana ile joto haitafika ndani vizuri. So just make medium sizes. Na maybe unajiuliza ni kwa nini ama ni mbaya kama umetengeneza bila ku-pre-cook ama lazima u-pre-cook. Okay, choice is yours. Unaweza pre-cook ama unaweza kosa ku-pre-cook. Ni venye tu usipo-pre-cook, usipopika kwanza kama hii hatujapika kwanza, kuna ile harakati ya kuipika kwanza mpaka nyama inakauka. Unaona? Hiyo ukifanya ukipika kwanza, ukienda ku-deep fry it takes few minutes. Na muda kidogo sana. Na inakuwa ready. Even. Unaona? Lakini sasa sitataki hiyo shortcut. Yes. So tunaweza tengeneza ikiwa hivi, nyama ikiwa mbichi hivi, to roll, tengeneze kila kitu, alafu kienda ku deep fry, tutaweka moto kidogo sana. Exactly. Then after kuitoa hapo, pia tunaweza kwa grill ili tu iendelee kuiva pole pole. Yes. Then finally the aroma, actually hii kwanza inakuanga na aroma poa sana. Yes. And if hauna grill, unaweza tu iache ikae kwa mafuta, but weke moto kidogo ive vizuri. Na ujue kebab, wakati unapika kebab ndio ikuwe na ile coating mzuri. Hauweki kwa mafuta mara moja, unaweka mara kadhaa. So kila mara ukiweka unatumia tu moto kidogo. Sasa ni stage 1, right? This is stage 1. We are done with it. Si unga, minced meat. Yes, minced meat yetu itulie kidogo, alafu we get back kutengeneza the shape. Exactly.